Mwanamke huyo alikuwa ameingia katika maisha yake bila kujua mzigo mkubwa aliokuwa ameubeba. Na kwa mara ya kwanza, Satingi aliogopa. Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya 13. Ukurasa uliofichwa. Usiku ule ulikuwa mrefu kwa Satingi. Baada ya Makame kuondoka, alikaa kimya ndani ya nyumba yao, akitazama mwanga hafifu wa kibatari uliokuwa ukitetemeka ukutani. Biti Mainda alikuwa amelala, lakini yeye, usingizi ulikuwa mbali. Maneno ya Makame yalikuwa yakirudia kichwani mwake. Mambo ya zamani hayawezi kufutwa kwa sababu tu mtu ameanza maisha mapya. Satingi alijua maana yake. Alijua kuna siku ambayo angehitaji kuzungumza, lakini bado hakujua kama muda huo ulikuwa umefika. Alimtazama Biti Mainda aliyekuwa amelala kwa utulivu. Mwanamke huyo alikuwa ameingia katika maisha yake bila kujua mzigo mkubwa aliokuwa ameubeba. Na kwa mara ya kwanza, Satingi aliogopa. Sio kuogopa kupoteza pesa, sio kuogopa maisha magumu, bali kuogopa kupoteza heshima ya mwanamke aliyemwamini. Asubuhi ilipofika, maisha yaliendelea kama kawaida. Biti Mainda aliandaa chakula. Satingi akaenda kwenye sehemu yake ya kazi. Lakini siku hiyo, mawazo yake hayakuwa kwenye baiskeli. Mawazo yake yalikuwa mbali. Yalirudi nyuma, miaka mingi iliyopita, wakati ambao yeye na Makame walikuwa bado wanaishi maisha magumu. Wakati huo, Satingi hakuwa mwanaume anayejulikana kibuje. Hakuwa na familia, hakuwa na mtu wa kumsubiri nyumbani. Alikuwa mtu aliyekuwa akipambana, na siku moja baada ya nyingine. Asubuhi, alikaa chini ya mti wake wa mwembe, akitengeneza baiskeli. Lakini wateja walikuwa wachache. Siku nyingine, alirudi nyumbani bila hata pesa ya chakula. Na siku moja, alipokuwa amekaa peke yake, akiwa amevunjika moyo, Makame alifika. "Umenyamaza sana leo." Satingi akamtazama. "Nimechoka Makame." "Choka kwa nini?" Satingi akatazama mikono yake. "Nimechoka kupambana bila kuona mwisho." Makame alikaa karibu naye. Maisha hayampi mtu kila kitu kwa urahisi. Lakini ukikata tamaa leo, kesho haitakusaidia. Maneno hayo yalimpa nguvu. Lakini bado maisha yalikuwa magumu. Walijaribu kutafuta njia mbalimbali za kupata riziki. Walifanya kazi ndogo ndogo, walitafuta wateja, walipambana. Mpaka siku moja, walikutana na watu waliokuwa wakifanya biashara ambayo ilikuwa ikiwapa kipato kikubwa. Ilikuwa biashara iliyokuwa na hatari, lakini pia ilikuwa na pesa. Satingi alisita. Hakutaka kuingia kwenye jambo ambalo lingeweza kumletea matatizo. Lakini wakati tumbo lilipojaa njaa, maamuzi yalikuwa magumu. Na hapo ndipo maisha yake yalianza kubadilika. Miaka iliyopita, huo ndio ulikuwa mwanzo wa ukurasa ambao sasa alikuwa akijaribu kuufunga. Jioni hiyo, Satingi aliporudi nyumbani, alimkuta Biti Mainda amekaa nje. Alimtazama kwa muda. "Satingi." "Naam." "Leo umekuwa mbali sana kimawazo." Satingi akatabasamu kidogo. "Ni mawazo tu,
Biti Mainda hakulazimisha, lakini macho yake yalionyesha kuwa aliona zaidi ya maneno aliyosema. Alijua mume wake alikuwa anabeba jambo moyoni. Usiku ulipoingia, Satingi alitoka nje ya nyumba. Akatazama anga lililojaa nyota. Kwa mara ya kwanza, baada ya muda mrefu, alijiuliza kama angeweza kweli kuacha maisha ya zamani nyuma. Wakati huo huo, mahali pengine, Kiboje, Makame alikuwa amekaa peke yake. Alikumbuka siku zote walizopitia pamoja na Satingi. Hakutabasamu, hakulia. Alikaa kimya tu, kwa sababu ndani yake kulikuwa na swali moja kubwa. Je, alipaswa kumlinda rafiki yake wa zamani au kumkumbusha deni la maisha ambalo bado halijalipwa? Mwisho wa sehemu ya 13.